Naona hapa na Mungu ananikatalia, ananiambia tumishi, sasa hapo unakotupeleka unasemaje Ukristo sio dini? Ukristo sio dini. Leo tutajua. Haleluya. Amen. Tunakwenda sawa? Amen. Wangapi walikuwa wanajua kabisa maisha yao Ukristo ni dini? Nyosha mkono tu. Nyosha mkono tu kwa wema. Inamaanisha leo ni elimu mpya. Tunakwenda sawa? Amen. Acha iwe elimu mpya leo. Haleluya. Amen. Dini maana yake ni ile hali ya mwanadamu kumtafuta Mungu. Tunakwenda sawa? Amen. Ile mwanadamu anapambana kwa akili zake, kwa ufahamu wake kumtafuta Mungu yuko wapi. Hiyo ndio dini. Lakini Ukristo ni Mungu alituchagua sisi. Umeiona tofauti hapo? Si tu unaiona tofauti hapo? Dini ni watu wanamtafuta Mungu, wanajaribu kujipendekeza kwa Mungu. Kwa hiyo hawajui ni Mungu yupi. Lakini Ukristo ni ufalme. Katika kitabu cha Wakolosai ile sura ya kwanza, ule mstari wa 13. Nianzie hapo sasa. Maandiko yanasema hivi: naye alituokoa kutoka katika nguvu za giza. Huyo naye ni nani? Nauliza, huyo naye ni nani? Kristo. Tunakwenda sawa? Anasema alituokoa. Sio sisi. Nani hapa aliokoka kwa yeye kupenda? Nyosha mkono. Yaani yeye tu yaani kwa kupenda, yaani kwa kupenda. Mimi sikuokoka kwa kupenda. Sijui wewe. Iko unajua duniani huko mambo mazuri. Sijui kama unaelewa. Sasa nikisema hapa neno lingine mama mchungaji naye sijui atenda kumijia juu. Mimi mwenyewe wakati naokoka nilikuwa tayari nimeshayajenga na binti mmoja. Tukutane. Kwa uongo? Tunatoka majalalani. Ndio maana ya Ukristo. Ukristo Bwana anatuokota kutoka majalalani, anatusafisha, anatuchonga, anatuweka sawa. Kwa hiyo ongea naye vizuri, Mungu wangu. Na alinisumbua kweli. Sasa ndio yeye ongea naye na kakubali. Kaja kwenye mfumo. Tunatafuta muda. Ghafla Bwana ananikurupua huko. Ule muda wote yeye tena siku na kwenda yeye kuokoka. Yeye nasikia msukumo, lakini unajua kwa shingo upande. Sasa inamaanisha alafu nimeokoka akuonekana baada ya wiki huyu hapa. Nimeshajua neno sasa. Akaniambia sasa vipi? Nikamwambia nimeokoka. Akaniambia we. Koma. Nini? Twende tena sasa hivi, twende. Analazimisha. Jaye kuona Kristo unalazimishwa. Twende. Usiniambie habari zako, twende. Nikamwambia jamani, nimeokoka. Kwa nini haukuja wakati sijaokoka? Unakuja sasa hivi wakati nimeokoka. Mauzi tu. Ndio unaniuzi. Tuliokoka kwa jinsi hiyo. Maana yake nini? Ukristo ni Mungu anakutafuta mwenyewe, anakutoa huko uliko. Ndio maana huo mstari hiyo wa Kolosai sura ya kwanza mstari wa 13 anasema naye alituokoa kutoka katika nguvu za giza. Akafanyaje? Anasema akatuhamisha, kisha akatuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Maana yake sisi Ukristo ni ufalme.
Mwambie jirani yako Ukristo ni ufalme. Mwambie kuwa Mkristo maana yake ni kuwa ni mwana wa ufalme. Tunakwenda sawa? Amen. Meet the prince. Are you the prince and the princess? Yes. Mimi ni mwana wa ufalme. Huyo mfalme ni nani? Ni Yesu Kristo. Mimi ni mwana wa ufalme. Haleluya. Ndio maana ya Ukristo. Na Ukristo umepigana vita vingi sana, na kila aliyeshindana na Ukristo alipotea. Aliyeyuka kama nta kwenye moto, alipeperuka kama moshi upeperushwaje na upepo. Hakuna aliyeshinda. Hakuna. Na yongea haya, kuna chokochoko kama vile za watu kutaka kuuchafua Ukristo. Ni wakati wa kutambua huyu wa. Tunakwenda sawa? Ni wakati wa kujua wewe ni nani. Mgeukie jirani yako mwambie unajua wewe ni nani? Mwambie wewe ni mwana wa ufalme. Tena ufalme ulio juu sana. Sio ufalme wa dunia hii. Yesu akasema kama ingekuwa ni ufalme wa dunia hii, mimi sio mfalme wa dunia hii. Mimi ni mfalme wa wafalme. Nina uwezo wa kuagiza majeshi ya malaika kunipigania. Wewe ni mfalme Karabasato Baba. Wewe ni mwana wa ufalme. Emsema katika jina la Yesu. Shetani sikia. Na malaika zako. Mimi hapa. Unayeniona. Mimi ni mwana wa ufalme. Mimi ni mwana wa ufalme. Hapa duniani. Siko kwetu. Kwetu ni mbinguni. Hapa nimekuja. Nikiwa mwakilishi tu. Wa ule ufalme. Haleluya. Yes. Lazima ujitambue. Unisikie. Mtaji wa kwanza wa kufanikiwa ni kujitambua. Amen. Tunakwenda sawa? Amen. Ndio maana asiyejitambua huwa anafananishwa na msukule. Mtaji wa kwanza wa kufanikiwa ni wewe kujitambua wewe ni nani. Hicho. Nakumbuka siku moja tulikuwa na mwenzangu mmoja, tukaenda kwa mkuu mmoja. Mkuu mmoja ni mmoja wa wakuu kwenye nchi moja, siisemi. Umbea staki. Tulipofika pale sebuleni tukakuta viti vizuri na kiti kimoja kizuri kimejitenga. Nikaenda kukaa kwenye kile kiti. Mwenzangu naona anafanyia. Nikamwambia hapa. Akaniambia baada kanaandika message akaniambia hiko kinaweza kuwa labda ni kiti cha mheshimiwa. Nikamwambia mimi ni mheshimiwa zaidi kwa sababu mimi ni ameniita hapa nimsaidie. Kwa hiyo mimi ni mheshimiwa zaidi. Kama ameniita akitaka msaada kwangu, nani mheshimiwa? Anayesaidia, anayesaidiwa. Kwa hiyo nikakaa nikakunja na nne kabisa tena natikisa mguu. Alafu nikamwandikia message. Hawana juisi ya baridi hapo. Mkeuke jirani yako mwambie jitambue wewe ni nani. Haleluya. Anasema alitokoa, akatuhamisha, akatuingiza ndani ya ufalme wa mwana wa pendo lake. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Maandiko akasema kwenye kitabu kile cha Yohana ile sura ya 3 ule mstari wa 16 anasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Haleluya. Neno awe na uzima wa milele maana yake awe na mafanikio, awe na afya, awe na ustawi.
milele, sio mbinguni. Uzima wa milele maana yake zoe. Zoe, Kigiriki neno zoe, Kiswahili linamaanisha ustawi, maendeleo, afya. Sasa anaposema ili wawe na uzima ndani yao, maana yake uwe na ustawi katika jina la Yesu. Uwe na maendeleo katika jina la Yesu. Sema katika jina la Yesu. Mimi hapa namwamini Yesu. Hivyo nina uzima wa milele ndani yangu. Hivyo nina uzima wa milele ndani yangu. Na kama nina uzima wa milele, natakiwa nistawi. Natakiwa niwe na maendeleo. Natakiwa niwe na afya katika jina la Yesu. Haleluya! Haleluya! Unajua hata nikwambie kitu. Tunaweza tukajifunza mambo makubwa magumu yasitusaidie kitu. Kumbe kuna vitu vidogo tu ambavyo la kwanza ni wewe kujitambua. Mtumishi wa Mungu Elia alikuwa anahubiri hapa, akanahubiri jambo la kusamehe na kusahau. Sikiliza. Hivi unajua kwa nini watu hawasamehe? Kwa sababu anamuona yule aliyemkosea ni mkubwa kuliko yeye. Ukijitambua kwamba you are a top. Hivi bosi akikosewa na mfanyakazi wake huwa ananuna miaka miwili. Mfanyakazi wake anayemsaidia sio anamwambia nimekusamehe usirudie tena. Afa anaendelea na mambo yake. Wakati mwingine